النكاح سنة الأنبياء وشعار الأصفياء وفعال الأكفياء صدق رسول الله. أما بعد، أما بعد kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nimesimama kwa niaba ya mwalimu wangu Alhaji Suleiman, amenikabidhi jukumu la kuongea na kijana wake katika upande wa nasaha, lakini nikamuomba hizi nasaha basi tuzigawanye sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ya nasaha iwe kwa watu wote ambao wana akili zao timamu. Sehemu ya pili ya nasaha iwe ya kijana wa Alhaji Suleiman, maana yake Ustadhi Hussein na mkewe. Lakini jambo la pili au la mwisho, tufanye kitu kwa ajili ya sehemu hii. Kwa hiyo nianze. Tumsalie Mtume. Allahumma salli ala Gerezani. Nikiwaangalia hao maustazi hapa wote, Saidi ameoa, Shekazi pale ameoa, wangu Gome pale alhamdulillah, au wauni hapo wachedna. Shegome kila saa anaongea hapa ameoa, lakini baada ya Huseni tarehe 2 kuna jambo kubwa kuliko hili na Sheikh yake hapo. Mimi namuita Baleke na ana jambo lake. Baada ya Baleke sijajua kati ya Salumu au Ngozi au Modicuba, mmoja hapo labidi afuate, atakwa viboko. Sasa wewe ambaye akili yako bado haijaelewa unaweza kujiuliza, maustazi vipi? Mbona wamechachamaa kuoa? Hebu fikiria, leo Hussein ameoa, umetoa mchango, umetunza, familia imechanga hapo, imepika, mmekula mpaka wengine wamejiangalia. Alafu tarehe 2 tena hapa nataka kuwafilisi watu. Kwa nini mashehe wanaoa? Au kwa nini tunaoa? Kwa nini ndoa? Majibu yake ni haya yafuatayo. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, an-nikahu sunnatul anbiya, ndoa ni mwenendo wa mitume ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia wa sha'arul asfiya, mwisho anamaliza wa fa'alul asfiya, na hata wale wacha Mungu pia ni vitendo vyao vya kuoa. Kwa hiyo ukiona mtu anaoa usijiulize maswali mengi, ujue tu huyo mtu amefuata sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini cha pili, ukishaoa, mkeo akipita mtaani hivi alafu kijora chake au dera lake au baibu yake ikawa imeinuka hivi, naelewa? Naelewa? Mama apita hapo, dera limeinuka, alafu iko hivi anatembea, huwezi kujiuliza maswali mengi. Kwa nini? Mama Maryam alivyoonekana na mtoto, ndugu zake wakaanza kumuhoji, wanatia shaka, wanamuuliza, ya ukhta Harun, ewe ndugu yake Haruni, wewe ma kana abuki mrasawin, baba yako hakuwa mtu mbaya, wa ma kanat ummuki baghiya, hata mama yako hakuwa kiswaswadu. Lugha sasa hivi, huyo mtoto umemtoa wapi wewe? Mbona unatafuta balaa hivi? Wewe baada ya miezi 3 umuone mke wake Hussein kule sokoni yuko hivi, utashangaa. Kwa nini? Ameolewa. Kumbe hata wewe mama, wewe dada, tulikuwa na ujauzito alafu watu walihudhuria kama hivi, hakuna maswali kwamba ni halali, ulihalalisha. Kinyume cha hapo tutaanza kutia mashaka, hii mimba ya wapi tena, au ya Bluetooth? Yasini yuko kakimbia. Sheikh Yuba, utanisame nisikilize na Sheikh Ngosi. Usipooa hata
yule mdada ambaye utapanda naye kwenye bodaboda itabidi ujifiche, au itabidi uingie gharama uchukue bodaboda yako na yeye uchukulie kwake ili mkakutane sehemu. Lakini kama umeoa, jana Musa akapiga trip nyingi sana mkewe, mtoto wake mdogo amweka mbele, mkewe kakaa nyuma na mtoto wake mwingine. Alhamdulillah, kwa sababu ana confidence, wazungu wanasema anajiamini, ameoa. Lakini Shelgos, tulikuona wewe kwenye bodaboda, lazima tukuulize huyu nani? Makana abuki mrasawin wa makana ummuki bahiya. Maneno haya alikuwa anaambiwa Mama Maryam.